Mimi sitaki kusema mengi kwa sababu mimi nazungumzaga once a week, mwisho ya wiki. Na sasa unajua wiki iko katikati. Sasa nikizungumza sasa sitakuwa na ya kusema. Na Bishop amesema tusiongee siasa. Sisi hatuongeagi siasa. Sisi tunaongeaga ukweli. Na ukweli lazima kufanya nini? Kwa sababu we have a responsibility ourselves as the church to stand for the people of Kenya. Parliament has been captured. The opposition has been compromised. There is nobody remaining to speak for the people of Kenya unless the Church of Christ does so. Kwa hivyo, wachungaji wetu, you have to step in that role because nature abhors vacuum. Na ndio mumeona saa ile mlinyamaza watoto wetu ya Gen Z wakaongea. Kwa sababu nature abhors vacuum. Somebody must speak. So when opposition walinunuliwa na Ruto, bunge wakakuwa compromise, kanisa ikanyamaza kidogo, watoto wetu wa Gen Z wakajitokeza wakaongea na wakauawa. Na hii shida yote unaona Kenya ni kwa sababu ya kumwaga damu ya watoto. Hata mkoloni, the British colonialists alikuwa pale kwetu kwa mlima. Brutal as the colonialist was, he never went for the children. Aliwachana na wamama na watoto. So tumepata utawala unapigana na watoto wadogo. Watoto wakiandika vitu hapa kwa mtandao, wanashikwa, wanatekwa nyara, wanauawa. Umeona watoto pale Butere wametoa mchezo ya kuigiza. Hata wakati wa Moi kulikuwa ridiculous. Moi never took any action. Si ilikuwa ilikuwa inaitwa ridiculous. They were enjoying because it is satire. It's a mirror of society. And Moi never took any action against ridiculous. Kibaki alikuwa pale, kulikuwa na some caricatures wanamuonesha vile anaongeanga. Kibaki anaendelea na kazi. So hii maneno ya kuumiza watoto ni mambo inatushangaza sana. Sana sana. Na umeona nimesema Southern pale Sudan, dhahabu inaletwa Kenya, bunduki inanunuliwa hapa, inapelekwa huko, inaua watoto na kina mama. So the church, you must speak for us. Because if you don't, other people will come up to speak. Na watauawa. Na kwa sababu nyinyi hamwezi uawa, sasa nyinyi muongee. Si ndio? Wanaweza ua hii watu ya kanisa? Lakini juzi wametuma watu kanisani kuua sisi ndani kwa PCA. Hapo Mwiki. Na unajua hii watu ni wajeuri, wanadharau watu ya kanisa sana. Saa ile wametuma watu kanisani to discredit the altar inside the church. Ati ndio kanisa ya PCA itulie kwa vile wanadharau wachungaji. Huyu Sudi amepatiwa milioni 2 peleka kanisani hii watu watulie. Ni madharau si madharau? Let us respect the church and let us honor the altar. Hata kama ni nini, hakuna haja ya kutuma wahuni ndani ya kanisa. Tuheshimu kanisa kwa sababu even in all difficult times, watu wakipata shida wanapotelea ndani ya nini? Ya kanisa. So let us respect the church. Nikimalizia, Bishop ameuliza about how does a nation get developed. A nation gets developed when the leader of that nation puts the national interest ahead of commercial interest. That is the answer. Uongoze Kenya, hapana weka biashara kwake. Kidu kiweka biashara tunakwama. We have a responsibility, Bishop, also to give hope to our people. Kama viongozi, tukiwa kanisani. Watu ya payslip, simu mambo yenu imeharibika. The payslip has been raided. Tuliambiwa tutaweka pesa mfukoni, ile kidogo ilikuwekwa ikafanya nini? SHA inafanya kazi ama haifanyi?